Ni siku ya Jumamosi ya juma la kwanza la Kwaresma, siku ambapo Mama Kanisa la Tanzania anaendelea kuomboleza kifo cha hayati Mwadhama Polikapi Kardinali Pengo, ambapo leo basi ni siku ya maziko yake. Mama Kanisa Mtakatifu anatualika basi tuungane kwa pamoja kumwombea pumziko la amani mbinguni. Pendwa mtazamaji, karibu basi katika tafakari ya neno la Mungu siku ya leo. Ikiwa basi tafakari yetu itatoka katika somo la kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 26 aya 16 hadi aya 19, na tutasikia pia injili kutoka kwa mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 43 hadi aya ya 48. Tusikilize injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imenenwa, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru, je, nao hawafanyi hayo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada? Hata watu wa mataifa, je, nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Wapendwa katika Kristo, masomo haya ya leo bado yanaelekeza namna gani bora ya mtu kubadilika na kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu. Somo hili la kwanza la kitabu cha Kumbukumbu la Torati lenyewe basi linaelekeza namna gani tunapaswa kuishi kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kuishi kwa kufuata sheria na taratibu ambazo basi Mwenyezi Mungu ametuwekea ili kutuinua. Hizo basi zitatufanya tuendelee kuonekana wa pekee katika maisha haya, ambao basi tunaendelea kuonja upendo wa Mwenyezi Mungu ambao ni mkuu sana katika maisha yetu. Na somo la Injili, Kristo basi anaendelea kutufundisha na kututaka basi tubadilishe nia zetu mbaya na njia zetu mbaya ambazo basi tangu kale, tangu zamani tulikuwa tukiishi. Watu wamekuwa na tabia ya kuwapenda tu watu wale ambao wanawatendea mema na watu wale ambao wenye manufaa katika maisha yao, ambayo basi kwa kweli kwa namna moja au nyingine imekuwa ikiendelea kuongeza watu wenye uhitaji katika jamii na ikiendelea basi kuweka uadui zaidi kati yetu. Na hivyo basi maisha yetu ya Kikristo yanaonekana hayana thamani na hana maana mbele za watu. Ndio basi leo hii Kristo amekuja na namna nyingine kabisa ya maisha ya kuwapenda maadui zetu. Anataka basi tuonyeshe upendo wa dhati, upendo uliovuka mipaka, hata kuwaombea wale ambao wanatutendea mabaya. Wapendwa katika Kristo, namna bora basi ya kuweza kuishi vema mfungo huu wa Kwaresma ni kubadilisha tu matendo yetu mabaya ambayo tulikuwa tukiishi zamani na kuishi namna bora na namna nzuri ambazo basi tunasikia mara kwa mara katika neno la Mungu. Namna hizo basi zitatufanya basi kipindi hiki cha Kwaresma kiwe na maana na kiwe cha thamani na kionyeshe upekee zaidi katika maisha yetu ya kiroho. Ni kweli tunahitaji kupiga hatua kiroho kutoka kwa namna mbaya tulizokuwa na hata basi kwa namna nzuri za kumwendea Mwenyezi Mungu ili kurithi uzima wa milele. Hiyo basi itaanza na sisi wenyewe kubadilika mioyo yetu na kumrudia Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kuhakikisha kwamba Kwaresma hii inakuwa ni Kwaresma ya mfano katika maisha yetu ya kiroho, kuacha matendo mabaya na kumrudia Mwenyezi Mungu. Tuwapende maadui zetu ili kupunguza chuki, kupunguza uhasama na kupunguza magomvi ambayo mara zote yanatokea kwa sababu ya kuchukiana na maadui zetu. Tuendelee kuwapenda na kuwaombea hao ili kuwarudisha katika kundi la Kristo na daima tutembee katika njia zake na tumpendeze Mwenyezi Mungu.
Wapendwa, tukiendelea na tafakari hii na tukiendelea kuishi basi kadiri ya Injili inavyotufundisha, tutamrudia Mwenyezi Mungu kisawasawa, na Kwaresma hii itakuwa manufaa kiroho katika maisha yetu ya kiimani. Akubariki na kukulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.